bil ghali, najua uko na haraka sana, lakini hili ambalo kwamba nakuambia lina umuhimu mkubwa kuliko ni hili ambalo kwamba walikimbilia wewe. Leo niko na maswali matatu tu, na kwamba nisikilize kwa makini zaidi, kisha uifanyie kazi haya maswali matatu kabla hujafunikwa na mchanga, kabla hatujaenda kukuzika, kabla hamjaenda kunizika. Swali la kwanza, man rabbuka, mola wako nani? Ma dinuka, ni ipi dini yako? Man nabiyuka, ni nani mtume wako? Ukishamtambua mola wako nani, ana haki gani kwako wewe, ukishatambua dini yako ni ipi, dini yako ya kuamrisha nini, ya kukataza nini. Swali la tatu, ni nani mtume wako? Ukishamjua huyo mtume kakufundisha nini, yatakana uishi vipi, alafu wewe mwenyewe ujiangalie kwamba kweli ninavyoishi ndio dini nataka hivi, kweli mtume wako alikuwa anaishi hivi, kweli Mola wangu ananiamrisha nifanye haya ninayofanya. Kabla hujafika haya maswali, Muislamu ni lazima utaulizwa katika kaburi. Lazima Muislamu uamini utaulizwa maswali haya kaburini. Kabla nimalize, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala kuthubutu katika dini. Sisi si bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihifadhiwa na makosa. Pamoja na hivyo alikuwa akimwomba Allah na kusema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo uthibitisha moyo wangu katika nini, katika dini yako. Sasa hiyo unaweza kumwona dada avaa niqabu, avaa hijab, mashaallah, kijana yuko vizuri, yuko katika manhaji ahlus sunna wal jamaa, baada ya muda akapotea. Hilo jambo usishangae, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala kuthubutu katika dini yako, hata yaathiaka al-yaqin, mpaka ufikwe na mauti.